Huenda ukawa unajiuliza kwamba na biashara nafanya kila siku, lakini sijui sasa ni jinsi gani ambavyo nitaifanya biashara yangu kuweza kuwa sumaku ya kuweza kuleta wateja. Sasa kama hufahamu ama kama ulikuwa unafahamu baadhi, nisikilize, nitegee sikio lako kwa uzuri kabisa, ama nitazame kwa uzuri kabisa, na ikiwezekana chukua notebook uweze kunoti vitu hivi vya muhimu ambavyo nakwenda kukuelezea. Nikukumbushe rafiki yangu, ndugu yangu, ya kwamba kama bado haujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe, unakosa vitu vingi sana. Ninakusikitikia kwa sababu unakosa vitu vingi sana vya kuweza kukufungua ubongo wako kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na masuala mazima ya kibiashara. Tutakwenda moja kwa moja katika mfano wa eneo la mama ntilie ama biashara ya mama ntilie. Sasa ili eneo la mama ntilie liwe sumaku ya kuvuta wateja kwa macho tu na kuwashawishi waingie kula, unapaswa kuweka vitu na kufanya mambo yafuatayo ya kimkakati. Zingatia neno ya kimkakati. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa wewe kufanya ni muonekano na mpangilio wa eneo, yani kwa Kiingereza ni layout. Muonekano na mpangilio wa eneo. Hii ikoje? Hii wana ni kwamba meza na viti imara. Meza na viti imara. Hakikisha kwamba weka sahani safi na imara, zisiwe na vumbi na mafuta, na zisilegee wakati mteja anakaa. Sijui kama unanielewa. Meza na viti imara. Hapa weka sahani ambazo utaweza kuweka sahani ambazo zinatakiwa kuwekwa katika hali ya usafi na uimara. Zisiwe na vumbi au mafuta. Yes. Na zisilegee wakati mteja anakaa. Sasa kingine ni kwamba kitambaa vya meza, vitambaa vya meza, yani table cloth, yani hii inakuwa kwamba tumia vitambaa vyenye rangi changamfu. Rangi changamfu ni kama nyekundu ama njano, ambayo kisayansi huchochea hamu ya kula. Sijui kama unanielewa hapo kwa uzuri. Narudia kwamba zingatia kwamba kitambaa kwenye meza kinatakiwa ama ni cha muhimu, na hapa kitambaa bwana vyenye rangi changamfu ndivyo ambavyo vitakusaidia kuweza kuvutia wateja wako. Vitambaa vyenye rangi changamfu ni kitu gani? Wala usipagawe wala usihangaike. Ni vitambaa ambavyo vina rangi nyekundu pamoja na njano, ambavyo kisayansi, hii imefanyiwa utafiti kisayansi, inaonyesha ama imeonyesha inachochea hamu ya kula, na ubadilishe mara vikiingia madoa. Ukiona tu kwamba mteja ameweza kutumia na amedondosha pale, iza ni mchuzi na kadhalika, basi hakikisha kwamba unavifuta kwa uzuri, ama kama sivyo kufuta, basi hakikisha unavifua na kuanika, ili basi mteja mwingine anapokuja aweze kukuta mahali hapo pakiwa safi na paweze kuwa salama kwake kiafya. Sehemu nyingine ama jambo jingine ni sehemu ya kunawia iliyo wazi. Yes, sehemu ya kunawia iliyo wazi bwana. Hapa unatakiwa kuweka sinki la maji tiririka. Zingatia neno maji tiririka, au ndoo yenye bomba, yani ile tap. Hizi ndoo nyingi sana zipo, na nadhani hii ndio inakuwa nafuu sana kwa watu wengi. Sasa ukiwa na sinki la maji, ama kama huna hilo usijali, wewe weka tu ndoo yenye maji tiririka. Hizi watu wengi sana inakuwa ni affordable kwao, ni rahisi kwao kuweza kuzipata. Zinauzwa madukani, unaweza kuchukua zile ambazo zinakuwa na tapu yake, yani ile koki yake, na sabuni ya maji mahali panapoonekana kwa urahisi. Lazima uweke ili watu waweze kuona kwa urahisi kabisa kwamba kuna maji ambayo yanatiririka, lakini pia na sabuni ipo kwa ajili ya kuweza kujisafisha mikono yake na kadhalika. Sasa kingine ni sehemu yenye kivuli na upepo. Hakikisha kuna vivuli ama kivuli kikubwa ama turubai au paa linalozuia jua kali na mvua, huku eneo likiwa na hewa ya kutosha. Kwa hiyo eneo ambalo unalitafuta ama sehemu ambayo unaiweka hiyo biashara yako ya mama ntilie ama babalishe, basi hakikisha kwamba kuna kivuli ama mwamvuli ama turubai safi na nzuri, au paa linalozuia jua kali na mvua. Kumbuka mteja sometimes anatoka sehemu ambayo ama ametembea
amekaa juani, yani jua ni kali limempiga. Sasa anapokuja kwako na akakuta kwamba sehemu yenyewe pia inamuongezea utosi wake kuzidi kuungua, kuna namna fulani inaweza pia ikakupunguzia wateja, wakaona kama vile si sehemu rahisi ama salama kwao. Sasa ili aweze kuona ni sehemu rahisi na salama kwake, hakikisha unaweka mwemvuli ule ama ule mwemvuli mkubwa ama turubai au paa linalozuia jua kali na mvua, huku eneo likiwa na hewa ya kutosha. Hakikisha eneo isiwe imejibana kama kitu gani sijui. Hakikisha sehemu ambayo upepo unapita vizuri, hewa inapishana, inayotoka inatoka, inayoingia inaingia, ili mteja akiwa anakula basi aweze kusikia ile burudani kwenye roho, kwenye nafsi na kadhalika. Kwa hiyo hakikisha jambo hilo ni jambo la kwanza ambalo ni muonekano na mpangilio wa eneo. Na hapa katika muonekano na mpangilio wa eneo tumeweza kuelezea namna gani viti vinavyotakiwa kuwa, namna gani kitambaa cha mezani kinavyotakiwa kuwa na rangi gani, lakini pia sehemu ya kunawia, lakini pia kivuli na upepo. Sasa katika jambo la pili katika jinsi ya kufanya eneo lako la biashara kuwa sumaku ni jambo la pili bwana, ni ushawishi wa kuona na kunusa, yani visual aroma appeal. Visual and aroma appeal. Hii ni ushawishi wa kuona na kunusa. Ushawishi wa kuona na kunusa. Hii ikoje? Chakula kuonyeshwa vizuri, yani ile display yake. Display ni namna ambavyo chakula kinaonekana. Weka vyombo vya vioo vyeupe ama transparent. Transparent ni kitu ambacho kinaonekana kwa uzuri, ama ni kama vile mtu anaweza akawa labda yuko ndani lakini anaweza kuona cha nje. Kile kitu kina transfer kile ambacho kiko ndani. Kwa hiyo kile chombo kiko kinaonyesha ile chakula chako ama ile bidhaa yako, mteja anaanza kuvutiwa kutoka pale kwa sababu anakiona kwa uzuri. Sasa weka vyombo vya vioo. Unaweza kuweka vyombo vya vioo ambavyo viko transparent mbele, ambapo wapita njia wanaweza kuona rangi nzuri ya kachumbari, ndizi au nyama zilizopikwa vizuri ambazo umeziweka kwenye hivyo vyombo. Kingine ni moshi na harufu nzuri. Yes, moshi wa harufu nzuri. Weka jiko la kuchomea nyama, samaki au kitunguu swaumu karibu na upande wa mbele, ili harufu nzuri iwavutie watu wanaopita barabarani. Unajua hii ni moja ya technique ambayo inawavutia watu. Sometimes mtu anaweza kawa hajataka kuja kula, lakini kupitia ile harufu ya chakula chako kizuri inamshawishi kutamani kuona kwamba hebu wacha niingie hapa na kuweza kupata hichi ambacho ninakisikia. Kwa hiyo kama jiko lako litakuwa sehemu nzuri, utachoma nyama, samaki au kitunguu swaumu karibu na upande wa mbele, ili harufu iwe nzuri iwavutie watu wanaopita barabarani, utakuwa umetisha sana, kwa sababu itakuwa ni moja ya njia ambayo, ama ni moja ya chuma ulete wako ambayo watakuwa nakuletea hao wateja na kuhakikisha kwamba unapata hela. Jambo la pili ambalo ni ushawishi wa kuona na kunusa, jambo jingine hapa ni ubao wa menu. Hakikisha kwamba menu board ipo. Weka ubao mdogo wa chaki au bango lililoandikwa kwa mwandiko mzuri na safi. Zingatia, mzuri na safi, unaonyesha vyakula vya siku hiyo na bei zake. Hakikisha unakuwa systematic. Yani mtu akiangalia biashara yako na kuona uko very professional, anajua kabisa huyu anajua ni kitu gani ambacho anakifanya. Anaona kabisa menu pale. So ile habari sasa mama hii hapa ndo shingapi? Weka pale ubao wako vizuri. Kama hauna ule ubao ambao ushatengenezwa kwa ajili ya nani zako, usijali, chukua ubao ule wa kuweza kuandika, andika pale. Kama una mwandiko mzuri itakuwa vizuri, ama kama una mtu ambaye anaweza kukuandikia kwa uzuri, basi andika, ili mtu akija aweze kusoma na kuweza kuhakikisha anachagua kile ambacho roho yake inapenda. Si ndio? Sasa hiyo itakusaidia kukuzidi kukuboost zaidi, kwa sababu ataona uko very professional, unaelewa kitu gani ambacho unakifanya katika biashara yako. Sasa tukihama katika hiyo jambo la pili bwana, tukihama huko tukija katika jambo la tatu ni vitu vya ziada vya kuvutia wateja, yaani kwa Kiingereza ni value adds. Value adds,
vitu vya ziada vya kuvutia wateja. Kumbuka, hii ni jinsi ya kufanya eneo la biashara kuwa sumaku kwa wateja. Unafanyaje eneo lako la biashara kuwa sumaku kwa wateja? Na hapa tumekutolea mfano wa biashara ya mama ntilie ama babalishe, ambapo jambo la tatu bwana, ili kuweza kufanya eneo kuwa sumaku ni vitu vya ziada vya kuvutia wateja, ambavyo kwa Kiingereza tumesema ni value adds. Hii ikoje? Maji ya baridi na vinywaji. Weka jokofu dogo, yani cooler box lenye barafu ili kutoa maji, soda au juice za matunda za baridi. Hii huongeza faida kubwa. Sijui kama umenielewa. Hakikisha una maji baridi. Yes, mteja anaweza akawa amekula chakula chako kizuri kweli, lakini anataka kitu ambacho kitashusha basi kile chakula kwa uzuri. Sasa wewe tena unaanza subiri, ngoja niende pale dukani. No, unaweza ukatake your advantage kwa kuweza kuweka hivyo vitu ambavyo unataka kwenda kuvichukua dukani, ukaviweka pale katika biashara yako. Ukifanya hivyo itakusaidia hata wewe kuweza kukuboost ama kukuzidi kukuongezea mapato katika biashara yako. Kitu kingine ni sehemu ya kuchaji simu. Kumbuka, hii ni vitu vya ziada vya kuvutia wateja, ambapo hapa ndani yake bwana kuna sehemu ya kuchajia simu. Weka duka la nyaya za chaji, yes, ambao ni extensions, karibu na meza. Wateja wengi wa sasa watachagua kukaa eneo ambalo wanaweza kuchaji simu zao wakila. Kumbuka, mwingine muda wote yuko mtandaoni, na ukiwa mtandaoni mara nyingi bando ama jinsi ambavyo unatumia ile bando pamoja na zile apps nyingine zinavyotumika, basi hata chaji nayo inakuwa inapungua. Sasa ukiwa na huduma ambayo sehemu hiyo kuna sehemu ya kuchaji, itakuwa rahisi kwa mteja kuona okay, hapa nitapata kuchaji simu yangu, lakini pia nitapata na chakula kizuri, kuliko kuanza kutoka kusema mteja anaanza kuuliza kwamba sasa mama fulani, hapa ninahitaji simu yangu bwana inakata moto. Subiri ngoja nikupelekee sehemu fulani. No, usifanye hivyo. Hakikisha kwamba una add value, yani unaongeza thamani kwa kuweza kuweka sehemu kama hizo, ili kuzidi kumfanya mteja abaki kuwa wa kwako. Unamkumbatia, unamng'ang'ania, si kumng'ang'ania physical, bali unamng'ang'ania psychological, kwani yani yes, yeye mwenyewe akiona yale mazingira yanambeba. Kingine ni burudani tulivu. Yes, burudani tulivu. Weka redio au TV ndogo inayocheza muziki laini, taarifa ya habari au mpira, lakini sauti isiwe kubwa. Itakuwa kero kwa wengine ama kwa wanaoongea. Hakikisha unaweka kwa sauti ya chini, ama hakikisha unaweka mziki ama hiyo TV sauti ya chini, ili hata kama atapigiwa simu basi aweze kupokea na kuweza kuongea, mawasiliano yasifeli kwake. Yes, hilo ni jambo la tatu. Sasa kabla hatujaenda katika jambo la 4, nikukumbushe tu, kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe, unakosa vitu vingi sana. Elimu hii huenda usipata. Sasa hakikisha kwamba unabonyeza hayo maneno ili uweze kupata elimu hii kwa uzuri kabisa, ukiwa hapo nyumbani ama hapo katika biashara yako. Yes, mara baada ya kuweza kuangalia ile ama kile kitu cha tatu ama jambo la tatu ambalo linaweza kuwa kama sumaku katika biashara yako, na hapa tumetolea ule mfano wa biashara ya mama ntilie ama babalishe. Basi mara baada ya kuweza kumaliza na jambo hilo la tatu ambalo linaweza kuwa kama sumaku, jambo la 4 ni huduma za usafi unaoonekana, yani live hygiene, huduma za usafi unaoonekana. Wanasema sulfate ama tissue, ndivyo ambavyo tumezizoea. Sasa hivi bwana, ukiweka vifurushi vya tissue pale juu ya meza, utakuwa umetisha, kwa sababu pale mara baada ya mteja kuweza kumaliza kutumia chakula, yani kula pale pamoja, kisha nao inakuwa rahisi kuweza kukausha mikono yake kwa tishu safi kutoka hapo hapo katika biashara yako, kuliko tena kumwambia subiri ama sijui fanya hiki fanya kile. No, hakikisha kwamba unakuwa nazo tishu, ni bei rahisi kabisa, ili kuweza kuongeza thamani
katika hiyo biashara yako, basi weka, hasa katika biashara ya chakula, itakuwa vizuri zaidi ukiweka zote kwa ajili ya mteja kujifuta na kadhalika. Sasa kingine bwana, katika hiyo namba 4 ya huduma za usafi unaonekana ni kwamba hakikisha una dawa ya kufukuza nzi. Tumia mishumaa, feni au majani ya mchaichai kufukuza nzi ili wasionekane kabisa karibu na chakula au wateja. Kumbuka, nzi wakionekana, mteja anaona kama vile si sehemu salama. By the way, si sehemu salama kwa sababu wale nzi wakitua katika kile chakula, kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuweza kuharisha ama kuugua magonjwa mengine ambayo labda nzi alienda huko akatua na akaja tena akatua pale katika chakula. Ndio maana unatakiwa uwe either na feni, uwe na feni au majani ya mchaichai kufukuza nzi ili wasionekane kabisa katika karibu na biashara yako, ili kusudi wateja wazidi kuvutiwa na hapo katika biashara yako. Hicho ni kitu ambacho kikifanya inaongeza thamani katika biashara yako. Kingine ni weka pipa. Yes, pipa la taka la siri. Pipa la takataka ama taka la siri. Weka pipa la taka lenye mfuniko upande wa nyuma au mbali kidogo na meza za kulia ili wateja wasione masalia ya chakula. Kumbuka, kuna kitu tunaita bad taste. Bad taste ni ile kitu ambayo mtu anaweza akaona kitu ambacho kinamchefua, kinampa kichefuchefu. Sometimes mtu mwingine anaweza akaona eza ni madimbu ya maji ambayo hayajafunikwa, yale maji yanasababisha yeye akiyaona basi anajihisi kichefuchefu, anakuwa tena sio hajihisi vizuri kuweza kula chakula mahali pale. Lakini kingine ni kuhusiana kuweka sehemu ya kutupa taka. Ni kitu ambacho cha muhimu kabisa, lakini hakikisha hauweki karibu na chakula chako ili kusudi kuepuka sasa mteja kuona ile bad taste, kuona kwamba hapa naona uchafu, hapa tena naona unamwekea chakula. Kwa hiyo hakikisha kwamba unazingatia jambo hilo. Hayo ni mambo 4 ambavyo ukiyafanya bwana yanaweza kuongezea thamani katika biashara yako na kuwa kama sumaku ya kuweza kuwavutia wateja wako. Mteja anapoona sehemu ni salama, sehemu ni safi, basi inakuwa rahisi zaidi yeye kushawishika kuzidi kuoja mahali hapo na kuweza kupata huduma yako, iwe ni chakula, iwe ni huduma yoyote ile. Akishaona mazingira ni rafiki kwake, ni masafi, hayawezi kumletea shida aina yoyote, basi inakuwa rahisi kwake kuweza kuja na kuweza kumshawishi na mtu mwingine. Kumbuka, hii ni Kamera Mwandishi ambayo siku ya leo bwana tumeweza kukuhakikisha kwamba tunakumbushana, ama kama si kukumbushana basi ni kuelekezana kuhusiana jinsi ya kufanya eneo la biashara yako kuwa sumaku kwa wateja. Huenda ulikuwa haufahamu kabisa, ama ulikuwa unafahamu lakini si kwa ukubwa huu. Sasa leo kupitia Kamera Mwandishi umeweza kufahamu mambo haya kwa uzuri zaidi. Sasa usiwe mchoyo, hakikisha kwamba unamwambia na mwingine ama unamtumia hiyo linki ili na yeye aweze kujifunza na kuhakikisha kwamba biashara zetu zinakuwa na thamani, yani value inaongezeka na hatimaye zinaingiza pesa nyingi, kwa sababu ukishaongeza value kama hivyo, sehemu safi, vitu visafi na kadhalika, basi hata wateja wanavutiwa na wanaitana na hatimaye unatengeneza pesa katika biashara yako. Bwana, hii ni Kamera Mwandishi, langu jina ni Alex Mavindi. Sasa kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe, ninakusikitikia kwa sababu unakosa vitu vingi na vizuri kutoka hapa Kamera ya Mwandishi. Bonyeza maneno hayo ili uweze kuwa wa kwanza kuweza kuelimika kuhusiana na masuala mazima ya kibiashara, ujasiriamali na mambo kede ambayo yatakufungua ufahamu wako. Huenda ukao ulikuwa unayajua, basi utayajua kwa ukubwa zaidi, ama huenda ukao ulikuwa huyajui kabisa, basi utakwenda kuyajua na kuhakikisha kwamba unapata hiyo elimu dunia, wenyewe wanaita hivyo, kukusaidia katika mambo yako ya kibiashara. Hadi hapa sina la ziada. Hakikisha kwamba unabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe ili usiwe unakosa mambo haya mazuri ama elimu hii kutoka hapa Kamera ya Mwandishi. Asante na kwaheri.